baba ndio headmaster ya hiyo madrasa ya mama. Naam, kumbuka, vuta picha basi angalau kidogo. Alipokuza akakulea kwa shida na tabu. Mwangalia hapo alipo, hana chochote, si tajiri, lakini amekufikisha hapo ulipofika kwa idhni ya Allah jalla fi'ala. Hujui mangapi ameyapitia, hujui yapi yaliyomkuta, hujui madeni mangapi ameingia kwa ajili yako. Tulipokuwa watoto hatujui sisi gharama za umeme, tunachezea tu umeme kwa shazima tana mafeni. Kuna mwamba nyuma yake ndiye anayelipa hizo gharama za umeme. Gharama za maji, unatumia maji hovyo, nani aliyekufikisha huko? Service zote ni bure, kuna mwamba anahangaika kwa ajili yako. Kama hilo halitoshi, school fees, umesoma kila pahala, umepita huku na kule kadri ya uwezo wako na uwezo wake, hukuwahi kulipa chochote katika maisha yako. Sikukuu zikifika na umaskini wake, hayuko tayari usifurahi, anataka uvae kama wanavyovaa wengine. Huyo ndo baba. Ndugu zangu Waislamu, mwanadamu pekee ambaye akifa jina lake halifi. Mwanadamu pekee ambaye akifa jina lake halifi. Madama wewe usiyemtaka, usiyemthamini, usiyemjali, usiyemheshimu, umebeba jina lake na ubini wake. Utake hivi ndivyo ilivyo, na usitake hivi ndivyo ilivyo. Unaitwa nani hapa ulipo? Fulan bin nani? Bin yule unayemdharau, bin yule usiyemthamini. Vyeti vyako jina lake limo. Hospitali ukiitwa foleni ya daktari fulani bin fulani, jina lake linakufuata tu. Qur'ani tukufu suratul Ahzab aya za mwanzoni zinasema, aya za mwanzoni, aya inasema waiteni kwa majina ya baba zao, ud'uuhum liabaihim huwa aqsatu inda Allah, waiteni kwa majina ya baba zao. Kufanya hivyo ndiyo uadilifu mbele ya Allah. Sikiliza wewe unayemkana baba yako, sikiliza wewe unayejiita kwa jina la ubini wa mjomba wako, kwa ubini wa babu yako, ili hali ni baba yako wa halali. Bora ungelikuwa mtoto wa nje ya ndoa, ungesema na uchochoro akwali za maulama. Ni mtoto wa halali, unamchukia baba yako, unamdharau baba yako mpaka unaona aibu kujiita kwa jina lake. Unajiita fulani bin mjomba kwa jina la mjomba wako, kwa jina la babu yako, unamkataa. Sikiliza hukumu yako mbele ya Allah jalla fi'ala. Katika sahihu al-Bukhari hadithi nambari 1755, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia watu wataitwa siku ya Kiyama kwa majina yao na majina ya baba zao, mpaka Kiyama anakufuata na jina lake ndiyo nembo yako na kitambulisho chako. Ama hadithi inayosema kwamba jina la mtoto linabadilika akifa tu, anaitwa fulani kwa jina la mama yake, ni hadithi dhaifu na wanawachuoni wa hadithi wameipiga chini. Sikiliza hadithi sahihi sasa. Katika sahihu Muslim hadithi nambari 1755, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yunsabu likulli ghadirin liwaun yawm alqiyamah, kila msaliti,
siku ya Kiyama atapewa bendera. Kila mvunjifu wa ahadi anaahidi hatekelezi, hata kheri anaahidi anaingia mitini, hata kwenye mambo ya kusaidia anaahidi mwenyewe, anakwenda kinyume na ahadi, anajiona ni mjanja, atapewa liwa, bendera. Fayuqal, patasemwa, ala hadhihi ghadratu fulan ibni fulan, hii ndiyo majibu, matokeo, natija ya usaliti wa fulani bin fulani. Hii ndiyo natija, matokeo, matunda ya fulani bin fulani ambaye ni msaliti na hatimizi ahadi. Utaitwa fulani kwa jina la baba yako bin fulani.